Hatua muhimu za kuendeleza mahusiano ya kimapenzi. Karibu sana katika kipindi cha Mwangaza wa Jamii, mahali tunapozungumzia mambo yanayogusa maisha yetu ya kila siku, hususan mapenzi, familia na uhusiano wa kijamii. Usisahau kusubscribe katika channel yetu ili kuendelea kujifunza kila siku. Leo tunazungumzia hatua muhimu za kuendeleza mahusiano ya kimapenzi. Wengi wetu tumewahi kuvutiwa na mtu, tukapoteza nafasi ya kumfahamu kwa sababu ya hofu au kutokujua pa kuanzia. Lakini je, unajua kuna hatua za kisayansi na kisaikolojia zinazosaidia uhusiano kukua kutoka kuvutiwa hadi kuwa mapenzi ya dhati? Sehemu ya kwanza, hatua ya kuvutiwa. Fikiria uko darasani siku ya kwanza. Unamuona mtu fulani na moyo wako unashtuka kidogo. Unajiambia kimoyomoyo, ningependa kumfahamu huyu mtu. Hii ndiyo hatua ya kwanza ya mahusiano, mvuto. Ni hisia ya awali inayokuchochea kutaka kumjua zaidi. Wakati mwingine, mvuto huu unaweza kuwa chanzo cha uhusiano wa kudumu ikiwa utachukua hatua sahihi. Sehemu ya pili, hatua ya mwaliko. Hatua ya pili ni wakati tunaanza kuonyesha ishara au kumwalika mtu kuwasiliana nasi. Hapa unaweza kusema, nilipenda sana filamu ile, wewe ulionaje? Au kumuita kwenye chakula cha jioni, tamasha au mazungumzo mepesi. Mwandishi mashuhuri Maya Angelou aliwahi kusema, maneno yana maana zaidi ya yale yaliyoandikwa. Sauti ya binadamu ndiyo huipa uzito wa maana ya kina. Hii ina maana kuwa sio tu maneno unayosema, bali namna unavyoyasema na hisia ulizonazo ndizo zinazofungua mlango wa mawasiliano ya kihisia. Sehemu ya tatu, hatua ya kuchunguza. Unapokubalika na mwenzako, sasa mnaanza hatua ya uchunguzi. Hapa mnashirikiana taarifa binafsi, mnazungumza kuhusu ndoto, maisha, imani, siasa au hata familia. Huu ni wakati wa kujenga uaminifu na ukweli. Mnajifunza kufahamiana zaidi kwa undani. Shughuli kama kwenda sinema, matembezi au kushiriki matukio ya kijamii husaidia kuimarisha mawasiliano haya. Sehemu ya 4, hatua ya kuimarisha mahusiano. Sasa mnaanza kujihisi karibu zaidi kiakili, kihisia na hata kimwili. Hamwezi kuvumilia kutokuwa pamoja. Mnajipanga kutumia muda mwingi pamoja, mkipika, mkitembea au kuzungumza usiku kucha. Huu ni wakati mzuri lakini pia wa tahadhari, kwa sababu mnaweza kuanza kupuuza mapungufu ya kila mmoja na kuona tu mazuri. Ni wakati wa kujifunza kupenda kwa uhalisia, sio kwa ndoto. Sehemu ya 5, hatua ya migogoro au kuachana. Si kila uhusiano unaendelea milele. Wengine huishia njiani kwa sababu mbalimbali, kama kutokuwa uaminifu, umbali au kutoelewana. Wakati mwingine, watu hukua tofauti na kuamua kuachana kwa amani. Mchakato wa kuachana unaweza kuwa mgumu, huzuni, maswali na upweke hujitokeza, lakini muhimu ni kujifunza, kusamehe na kuendelea mbele ukiwa na hekima mpya. Kama msemo wa Mwangaza wa Jamii unasema, kila mwisho ni mwanzo wa kujifunza upya namna ya kupenda kwa hekima. Ushauri wa mwisho. Kama kuna mtu umekuwa ukimvutia naye kwa muda mrefu, chukua hatua. Usiogope kuanza mazungumzo. Huenda ndiyo mwanzo ya safari nzuri ya mapenzi au angalau urafiki wa kiweli. Na kama umewahi kuumia katika uhusiano, kumbuka, wewe bado ni wa thamani. Upendo wa kweli huanza ndani yako mwenyewe. Mwisho wa kipindi. Asante kwa kuwa nami katika kipindi cha Mwangaza wa Jamii. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kuacha maoni yako kuhusu mada ya leo. Na kutakia maisha yenye upendo, amani na mwangaza wa kweli wa jamii.